start your day. On our way to Canada. Okay, that's where we're going. We're going to have this conversation and move things around a little bit because, like we like to do, we can sit here in this room and we can talk about, what our opinions are based on fact and data and information. But we can also hear from people in terms of what they feel actually is the case. So, of course, our Spice Baraza audience is here. Ladies and gentlemen, thank you for being here this morning. Of course, more to join as we continue into this conversation. But also joining us to help us to move this conversation along also is Professor Gisile Naitsuli, who is a former NCIC commissioner and a fellow of the Kenya National Academy of Science. Prof, good morning. Good morning. Karibu sana. Asante. Thank you for being here. Let's start off. Dennis will share a proverb that we have from Cape Verde. We'd like for you to then be able to interpret that for us before we jump into this conversation. Yeah, so Cape Verde is a beautiful country, a country that continues to push its economy from its tourism because its beaches, many tourists go there. But to be able to deal with the inflation in the country, they've pegged their currency on the euro. So that helps them to be Which able country to is run that again? affairs. Cape Verde, also known as Cabo Verde. Oh, Cape Verde. Cape Verde, yes. Okay, you pronounce like an Englishman. Oh, that's okay. Yeah, he knows some of the citizens. A few. But let's go to the proverb. The sea connects what distance separates. The sea connects what distance separates. How would you interpret that? Wow, that's a good one. The sea connects what the distance separates. Well, I thought you just interpreted it because you said that we are in Singapore on our way to Canaan. Canaan is in the Middle East. Yeah. It's the same as if you want to go to Mombasa and you're in Nairobi, you go and start in Meru. You see the distance you have created, you are in the wrong direction in the first place. Here we are near Canaan, we are near Middle East. When you are in Kenya, then if you are in Singapore, you understand? Yes. But what have we done in that metaphor? We have lengthened the distance. We have started in the wrong place when we are already near. So the sea makes everything close. Right. Because that is the platform on which trade actually occurs in ambiguous volume. So I like your metaphor of Singapore to Canaan. As when you are a Kenyan, it makes no sense. That is early. I know, you thought that he was just interpreting a proverb, but it looks as though he's said many other things in that statement as well. Okay, well, let's get into our conversation on our Baraza for today because we want to hear from people, the Mwananchi's verdict on the things that we see so far. So we start off, and just again, I welcome. Our live streams are up on YouTube, Facebook, and on X. An opportunity for everybody to jump into this conversation this morning has presented itself, so let's do it. Also, our audience on KTN, a very warm welcome as we continue in this conversation. Wherever you're tuned in around the world, indeed, this is what people have to say. We'll start off with you, Prof, before we then start to hear. We have people standing on top vehicles. There are people who make statements in different quarters, and now we're getting into what I often call political silly season, where we're going to hear a multitude of things having been said. Rather, I think maybe multitude is the wrong word. A plethora of things will be said and done. And people will say that they're speaking on behalf of the people. But we will see people injured and killed, like we did over the weekend. We will see rallies. We will see people talk about ideologies. We will hear that lives have been lost and that certain things have happened. If you were to give your submissions on what we see currently happening and whether the voice of the people really is resonating with the things that we're hearing, what would that be? Well, I think I would ask the Kenyans to begin thinking a little more deeper. There are three levels of thinking. You can think strategically, or you can even think like a genius. But there's a thing called of lake, where you look at the situation. You see, we are going to the election. Now, if you are going to think strategically, it's very simple. Where am I? Where do I want to go? How do I get there? That's simple, right? The situation is a bit complicated because you are contesting the process itself. What is happening here is the government is contesting the process. I don't think this government is still the white government of the colonial era, the Kenyan government. So it doesn't care
about the Kenyans. And that is why when they say they are talking about the people, it's not really accurate. Now, does the opposition also care? I don't know, because they also need to sit and think. They are not thinking properly. When you are dealing with a situation like this, emerging situation, this is a testament to the fact that these people, the political class, are not thinking about us. Look at this way. All the violence in this country is created by the government. There is no individual with the power to create violence anywhere. Because the government, you see, the government is about to prevent the occurrence of violence, and if it occurs, to apprehend those who have created, who embrace the law. So you pay the CID, you pay the national intelligence. So any individual planning anything is supposed to be apprehended before they commit it. Okay? Now, if you look at the history of Kenya, every time one government is in defending the seat, there is violence. Every time the government is not in defending the seat, we have a peaceful election. Okay? You can go to 2013, Kibaki was living, it was peaceful. We didn't have issues. Even when Moi was living in 2002, we didn't have. 2017, we had the problems. 2022, the sitting government was not defending. So we didn't have violence. It is the government that creates violence, and that's why Kenyans need to sit, think, and figure out how to deal with the government now, not during the election, because the violence is going to increase. It's not going to be less. Prof, one would ask the question then, with where Kenyans find themselves today. The government has been on campaign trail pretty much since from day one. From day one, yeah. Right? And aside from the fact that this is a government that is there to serve the people, and Kenyans have a lot of expectations in terms of what must be done. But even as Kenyans have accepted, fine, we've accepted that our government is a campaigning government. We will talk about work later. But when anybody else is out here campaigning, we see violence, especially those who are opposing the government. And when does this start? You realize it's a campaign that is ongoing. Tear gas is always lobbed, and the moment tear gas is lobbed, we see chaos, loss of death, and all that. Asks the question: is it that the government has taken the position that it is only them who can campaign and have crowds? Yes, the answer is yes. That's the position they have taken, and that's why the opposition need to stop campaigning, sit down. You see, throwing tear gas in a peaceful crowd is violation of the law. It's violation of Article 37. So the opposition need to sit down and figure out how to hold the president, the commander-in-chief, accountable now, not any other time in the future, right now. Okay, you can't. They can't just continue having a meeting which is then disrupted, and it's a legal meeting. It's not an illegal one. It's a peaceful meeting. So they are not dealing with this situation in the way they are supposed to deal with it. Because once the government enters the violent arena, once it enters lawlessness, then the opposition should not deal with that situation the way it is. They are now supposed to sit down and develop a strategy of handling a lawless state, because one of the strategies should be to remove it at that particular time. You see, you don't have, if the government is embracing the law, you don't have to wait for the election. They embrace the law, so you can now sit down and invoke the same law. You understand? To deal with the current, they are not doing that. So that means their capacity, their thinking capacity need to improve. Because the moment you breach the law, you can only be interrupted by the law. There is no another method of dealing with it. Okay, so let's hear from our baraza this morning as well, and we're going to take a first round and go round because these rallies, if you thought there were many of them, they're about to double, triple in number as you go closer and closer to the election for next year. So everybody speaks for the people, or so we hear that they do. But I guess our first question as we go around this morning is,
from what we are hearing is, what is actually the voice of the people? What do Kenyans want? Or what do Kenyans need that is not being spoken about atop these vehicles? Or what other podiums are needed? Kiswahili or English works this morning. So what is it that Kenyans actually want? Let's start off. Yeah, there's a microphone going around. Yes, madam, you have the microphone. I guess you can walk out. Yes. Can you hear me? Yes. Yeah, my name is Aziz Benson Toy. My take is that if you asked me today, now, that who the government is and maybe who the opposition is, I will not be in the position to tell you. Why? Because if it is very visible, very clear, that you can see goons walking along with police and the police are not maybe prohibiting the goons from doing whatever they're doing, and then these goons are unleashing the force on the people in the presence of the police, we have gotten to a point where we need to ask a question now. Let's ask ourselves, did we really elect this government? And mistakenly, we elected this government. Now, are they doing what we anticipated them to do? We're not doing that. So I think it is time that the way we actually put this government in place, it is time that we ask ourselves another question again. Do we still need this government? Because if there is insecurity all over, I'm told someone can go to State House and aim an arrow at a police officer, and then in the presence, in a place like State House, you go and kill a police officer. Who takes care of the president? Where is my security? How can this same president, take care of me security-wise? One would ask the question then, yes, as Mwananchi, yes. Having elected the government there is, right? That's yes. the government of Kenya. Yes. You as Mwananchi, yes. What do you want the government of Kenya to do for you? I'll maybe revert the same question again. What did I elect them to do? Niliwachagua wafanya kazi gani? Niliwachagua nikiwaambia kwamba usalama ulikuwa umedorora, nilikuwa nahisi njaa, nilikuwa labda ugatuzi haufanyiki kwa uzuri, nikasema na kuchagua wewe Bwana Ruto uje hapa unirekebishie yale mambo ambayo serikali iliyopita ilikuwa imefeli kuyafanya. What happened? This guy has come in, badala ya kuni kutoka katika matatizo ambayo nilikuwa nayo, this guy has increased taxes for me, this guy has made me more hungry, this guy has made me poorer and poorer. What we're simply saying is this: when I go to my meeting in Kitengela, I want to have peace. I don't want to be kicked around. I don't want tear gas hurled at me. I don't want that. Let me go and express myself the way I want, because I'm already overburdened. Nina matatizo tayari. Nataka nikienda kule aache tu nina matatizo, niongee nisikike, nikirudi ile pressure imerudi chini nyumbani nikatulie. Nimekona mkutanoni, I go there, what you do to me, unanitupia tear gas, unanipiga, unaniacha na majeraha, unaniongezea matatizo mengi kuliko yale ambayo nimekuja nayo. Right. We have a government that is not sensitive, it's so insensitive. It is time. Unfortunately, we cannot not do that now. But when time calls, when the bell rings, when the bell goes, we want to send this government at home, and that's the only thing we can do. Someone else? All right, next to you. Okay, majina naitwa Sospita. Nikiongelelea hiyo government, wakati walichagua hii government, ama wakati walibadilisha katiba, waliweka kitu inaitwa presidency, ambapo mnaenda president na deputy president. Now, wakati President Moya Uhuru Kenyatta alikuwa kwa kiti, alikuwa na Ruto wakichaguliwa na yeye, wakaenda 2 terms. Na alikuwa hapo tu nyuma, so haonyeshi makucha yake kwa sababu ako nyuma. Zile vitu walikuwa ni implement, walikuwa pamoja. Sasa wewe ukikuja useme ati wacha tutoe Ruto kwa deputy president, tumpatie president, hakuna kitu umefanya. Umeelect the same government. Zile mistakes zilifanyika pale, wewe umerudisha ziongezeke kwa sababu amekuwa hapo. Naona wakati naleta mfano wa Tanzania, wakati Mama Suluhu walikuwa pale chini, wengine hata tukua tunamjua, watu wengi wako wanamjua, naona hawasikiki. Lakini wakati sasa yeye amechukua power, sasa hivi unaona zile vitu anafanya. Sasa hii Kindiki ni profesa, ni mzuri sana. Hebu Ruto atoke, alafu Kindiki achukue hiyo kiti, uone kama atachange kitu. Unaona? So wakati mlikuwa mnasema tunatoa hii government, au kwa unatoa government, ulikuwa unaiongeza mamlaka, ile iko chini unaipandisha juu. Unaona? Ile kitu ungefanya ni kutuma Uhuru nyumbani na kutuma na mdogo wake nyumbani, because wamekula wote miaka 10. Unaona? Mungeleta mtu mwingine sasa ndio mumuuliza maswali. Maswali gani utauliza Ruto ambaye alikuwa na Uhuru hapo wakifanya zile vitu? Watu wakikufa, watu wakilala njaa, alikuwa anafanya nini yeye? Alikuwa anapinga. Sasa alikuwa anatulia anasema ana serve boss wake.
ile kazi boss wangu ameniambia ndio nafanya nini, ndio ninafanya. Unaona? So wakati yeye yako anafanya nini, anaendeleza kazi ya boss wake, itaendelea mpaka ishe. I have a question. Kenyans are really brilliant. So I have a question. In all this discourse inaendelea, right? Serikali ambayo iko saizi inamsikiza mwananchi. Inamsikiza mwananchi akisema tax iko juu, wanasikiza. Tuko njaa, wanasikiza. Education haifanyi, wanasikiza. Healthcare iko kwa shida. Mnafikiri kama serikali ambayo iko inamsikiza mwananchi na inabadilisha vile vitu ambavyo mwananchi anasema havifanyi? Serikali kusikiza inasikiza na inajua. Unajua hakuna kitu utawaambia, si wanajua. Na pia ni wananchi kama sisi, wamezaliwa hapa. Na hizo problems zimecreatiwa na wao. Sasa hata ukimwambia tunakusikiza, tunamuuliza swali ati haifanyi, si anajua hao ndio walicreate hizo vitu. So hayo mambo yote wanajua. Na hakuna kitu watafanya, kwa sababu mtu anakuambia, kwa mfano twende hiyo education nimesema, vitabu zile zinapelekwa shule ni tenda ama ni kampuni ya mwanasiasa ambaye anapeleka pale. Zingine hata zijafika hapo. Ile kampuni na print hizo vitabu ni ya huyo mwanasiasa huyo. Unaona? Sasa wewe ukiniambia atachange akifanya nini na anafanya biashara. Huko kwetu mahali tulizaliwa, siku hizi maisha yale tunaishi maisha ya kwamba kama ukienda kwa mama yako, tukienda wawili kwa mama yako, yule ako na mfuko mzito ndiye atasikizwa hata akiwa mtoto mdogo. Ukileta maoni mazuri na huna kitu hutasikizwa. Ndio sasa hawa watu wanaenda kunyakua, wakikuja akikuongelesha akiwa na mfuko tutamsikiza. Maraga juzi walimwambia yeye ndio anafaa kukaa kiti, lakini juzi tena walimwambia ati anasema utajiri wako ni pesa ngapi, ati 2 milioni, wewe sasa utaenda kuiba zaidi. Sasa wale wako na Maraga. This young man has said something very, very important, that we take as citizens, we didn't take responsibility for our own failures. That Jubilee administration had failed compared to Kibaki. They are the ones who, they borrowed all these loans, the president continues to borrow. So it was a total failure. Why did we elect them back in 2013? That's the question the country needs to answer. That we are the author of our own misery. Because when we are electing William Ruto, we are just returning Uhuru Kenyatta to power. Okay, that's interesting. Because they both failed together. So this is what he just said, which is very crucial. So we need to trace our steps. And that means he is calling for accountability. He says now you have another opportunity. The endeavor is coming in 2027. Can you please correct that mistake of 2013? Okay, let's go back round, because this is the thing that we're hearing from people this morning. And one of the things that we've heard here is that Kenyans made a mistake. So it's also interesting because we say everybody knows the problems. It's almost as though we're singing a song. Education, iko na shida. Afya, iko na shida. Hatuna barabara, watu wako na njaa. Drought iko, aya, sasa mvua imekuja, imekuwa mingi. I mean, you're saying that na bado tunaenda Singapore. It's almost like a song, right? In fact, we already know the things to say. Elimu iko na shida. Hakuna pesa inaenda kwa mfuko za watu. It's the same thing over and over again. So then what do people want? If we know the problem, we know that they know the problem. They also know that we know, hey, we can go round and round. So what are we doing about it? What's the voice of the people? Kwa majina naitwa Edward Rioba. Mimi ndio katibu wa bunge la wazalendo Kenya. Mimi nataka kusema hivi. Shida tulionayo mpaka saizi ni mimi na wewe tulitengeneza. Lazima tukubaliane. Kwa sababu tunavyoongea saizi bado hatujajirekebisha. Tutaendelea kutengeneza shida hii. Hawa wajamaa wanakimbia huku nje hawa. Wanakuonesha wao ndio wazuri. Hakuna watu wabovu kama hawa, kwa sababu kitu wanatafuta ni tumbo. Ni sisi kuwa makini. Huyu kiongozi tunataka kumchagua huyu, alifanya nini ambacho tulikiona kipindi cha nyuma? Tuwe na imani na yeye. Jambo la kwanza mtu anataka kuangalia, yale mambo mtu huyu anayaongea yako ndani ya roho yake, au anaongea kwa sababu anataka kitu fulani. Sasa hapo sisi kama wananchi
ndio tunarudi tunafeli. Tunakuja kupiga kura za euphoria. Eti tunamkomesha fulani. Si tunamkomesha fulani, ni sisi tunajikomoa. Leo hii elimu imefeli. Mnasema ni fulani ameiferisha. Sio fulani ameiferisha, sisi wa Kenya ndio tumeferisha hiyo elimu. Kuna viongozi walikuwa wazuri tungewachagua. Tunaangalia, unaambiwa ukienda piga suti. Sio piga suti unampa advantage adui. Angalia kiongozi, usiangalie suti. Huyu ambaye nataka kumchagua amefanya nini kizuri? Nimpe nafasi hii. Kesho na kesho kutwa akifanya mabaya nijue ni jinsi gani na mkabili. Kuna kitu kimoja kiko hapa watu wengi hawaelewi. Maendeleo ya nchi hii yanafeli because we are not participating in what we call public participation. Jana kwa mfano sisi Kariakoo tumekuwa mambo ya annual physical development plan. Ukienda unakuta watu ni wawili au watatu na unategemea uwekewe taa. Unategemea utengenezewe drainage. Unategemea utengenezewe nini? Hatuendi. Sisi ndio tunaleta shida. Shida ya nchi hii si kiongozi, ni mwananchi mpiga kura. Huyu ndio shida. Kwa sababu mkikaa mnasema viongozi shida, akishakaa pale amekaa miaka 5 akishatoka amepata yake. Hata usipomchagua utachagua mwingine bure kabisa ambaye hata kusaidia. Na ndipo tunaelekea hapa saa hizi. Si wanakimbia hawa? Wanataka wape ugavana. Gavana Nairobi si mchezo vile mtu anafikiria. Inataka dume aliyeamua. Ameamua kama anataka kufanya. Kwa sababu kuna watu wako kando ambao hauwaoni, wamekaa namna hii. Ukiingia wanataka kukusabotage. Kama mimi ningekuwa na uwezo ningeambia Wakenya Nairobi governor tusio tunamchagua. Uko na uwezo saa hizi because hiyo ndio swali tunauliza. Ndio sasa nakuja hapo sasa. Basi wacha niseme hiyo basi. Leo hii mimi ningekuwa na uwezo kwa sababu ninao. Nairobi tusichague governor, tuweke mwanajeshi. Ili wale wanajifanya wanajua, wale wanajifanya Nairobi ni yao. Wakati wanakutana na mwamba, wanaona hapa hawawezi kufanya. Kwa sababu tunaweka governor, leo anashindwa kufanya kazi, anakabidhi mamlaka kwa rais. Kwa nini akabidhi mamlaka kwa rais na tulimchagua? Kuna watu wako hapa chini ambao hawataki governor afanye. Wanafikiria Nairobi ni yao. Nairobi ni ya Wakenya. Ili tufaulu Nairobi, ikiwezekana miaka 20 governor asichaguliwe. Au anawekwa mwanajeshi, anaweka nusu baraza la wanajeshi, nusu na nusu wanakuja raia. Ili wale wanajifanya Nairobi ni yao wanyamaze. Nairobi ifanye maendeleo. Nina swali mtu mwingine anaweza jibu ya. So with leadership in Nairobi, venye tumeiona, Kidero was there, his problems. He also spoke of cartels. Mike Sonko spoke of cartels. Kananu took over. Sakaja has taken over. There's also the same problems. Is it our position that Nairobi is such a difficult county to handle, or is it that people that we have elected do not have any intention of serving the Mwananchi? Is it that Kenya lacks leaders who can handle Nairobi, leaders who can work for the Wananchi of Nairobi? Because remember, citizens living in Nairobi have the right, like mwananchi yote ambaye yuko Kisumu, Mandera nini, kupigia governor wake, senator wake, president wake. Does it mean that Nairobi is such a difficult county that we do not have leaders who can run these counties well, that we have to resort to the military? Okay, you can take that answer. We can go to others here. Can you just get some? Yes. Yeah. Okay, kwa majina naitwa Ouma Constant. Na mimi upande wangu ukisema Nairobi hatuna kiongozi anaweza ongoza, tunapotea. Yule mwenye tutaweka already tutamuita kiongozi, si kweli? Na ile wakati mtu anasimamia ama anaweza kuwa analinda wananchi venye wanaweza kana maslahi yao, hiyo already ni kiongozi, si kweli? Nairobi ile kitu sisi tumeshajua. Nairobi ile ni kitu yenye iko mingi sana, ni pesa. Sasa wale viongozi wenye tunaenda kuchagua, ile kitu wanaendanga pale anaangalia pesa, waangalie maslahi ya wananchi ama kile kitu anafaa kufanya. Mtu kama governor mwenye ako sahi, yeye nilikuwa natarajia yeye alikuwa anasoma at least kutoka kwa ule mwenye aliondoka kama Mike Sonko, si kweli? Yeye alikuwa senator before fiki hapo. Tena Sonko alikuwa senator before kuwe governor, si kweli? So ule mtu nilikuwa natarajia ames Nairobi
alikuwa the first governor ambaye ni Kidero, lakini naye ukiangalia kwa watu wote Kidero ndiye amefanya hata kazi. Hao wengine wenye amefuata wote hakuna kitu pale. So unaona juu ile kitu inafanya shida inaletwa sana pale, mtu akishaingia pale anashikana pale na serikali kuu. So unaona akishashikana na serikali kuu, sisi wananchi hata tupige kelele hakuna mahali tutasikika. Na ule mwenye ameenda pale baada kuna ile makateds. So unaona na wale makateds pia wao bado wanataka kukamua kwa hiyo governor mmoja. So unaona sasa inafika mahali tuseme kama sasa hii ukienda Mudhura, mimi napitanga hapo kila siku, unaweza takanyaga takataka nyingine, hata ukipita kwa mtu ushindwe ilikosa kutupa lini. So unaona na si ati ajui hiyo takataka iko. Unajua wakati unasema unataka kuwa kiongozi, inafaa kitu ya kwanza utembee kwa wananchi, ujue shida iko pande gani. Na sasa unaonanga pande nyingine wakitembea kwa wananchi kuona shida iko wapi, unarushiwa pale tear gas. Ni kweli na ile tear gas inachapwa mimi mwananchi, si ule kiongozi mwenye ana target. Abude zamani anaweza kupea hapa Kitengela, juzi nilikuwa huko, ile tear gas ilirushwa, haikurushwa wale wakubwa, ni sisi tu wananchi bado. So unaona sasa inafikanga mahali sisi wananchi tunaumia sana, na tunaumia kwa sababu ya ule kiongozi, na pale ule kiongozi anaumia juu ya pesa. Professor, Yes. so here we hear in terms of Nairobi should go to military. That if we decide to give it to military, it is so. These are opposing ideologies, right? Opposing positions. One asks the question as Wananchi: do we take our time to vet, to ask the difficult questions before someone is elected in? And I take that even further. When all these political parties are going around and choosing individuals who will run for these positions, do they take their time to look at the credentials, the CV, the background of this individual before we decide to put them on the ballot to be voted in by the Monanchi, so that we say, knowing what Nairobi is, we have given Monanchi the very best there is? That is the crux of this matter. In governance, there is something called the Peter Principle. The Peter Principle is somebody happens to be a fantastic cook, you know, and then you decide, you run an hotel, so because somebody is really a good cook, you decide to make him the general manager. You know, that means now you take care of marketing, you take care of procurement. So he's moved from being a good cook to doing all those things. So what happens, you are promoted beyond the competence. So the person can only go down. So if you look at Sakaya and you look at Sonko, these are kind of the same thing. Remember the controversy of Sakaya and education? He didn't have a degree, I don't know this. Yes. So he's fairly uneducated. And so was Sonko. Him just saying the Kendero didn't a better job because Kendero has some education. So what you just ask is has who are not taking care of vetting, even in the parties. We are promoting people beyond competence. Soko, Waitito, you know, I want to say Kawera Mwangaza also in Meru. You understand? Governor is a serious job. And especially in Nairobi because of the kind of money involved. So when you get somebody who is not properly educated, that person will have low self-esteem, will have less confidence. So the national government will be able to arm twist the person. Because the law is very clear, the boundaries are very clear, even though the two governments work cooperatively. But then the responsibility is delineated. But you see, somebody with less education will not resist the pressure. That money then. Okay, because the money is attracting the attention of the national government. Because the problem of Nairobi, it has more money than in the other counties. And then it also has more educated people who can complain. So we see the Nairobi problem clearer than other areas. So it's the citizens and the parties, when they are proposing candidates, for example, in the coming election, the governor of Nairobi will most certainly come from the current opposition. Because the UNDA now can't produce the governor of Nairobi. You know the way we vote in coalitions. The governor of Nairobi has mainly been elected by ODM, largely, because ODM has been a coalition of Luo, Kamba, and Luyas.
So they were able to overrun the other people and elect the governor. So now the governor will more likely be elected by the emerging coalition of Kikuyu Kamband and the Luos. You need to tell those leaders now to give you an educated person to elect. They should not give you a Mike Sonko or a Sakaya or a Waitito. They need now to give you a proper person. It's not that education is everything, but education gives you some level of discipline, and then gives you something beyond the discipline. Education gives you the feeling of shame when you fail. You feel that, so you avoid that shame. When you lack that education, the concept of shame is not there. I hear you. There's this suggestion to run Nairobi militarily. Essentially, what we are saying here is that Nairobi needs some order. So if we say that Nairobi needs order, then the whole country needs order. But then I want to go to public participation, where we say that public participation, as provided for in the Constitution, says that the people of the country will come and lend their voice. For anybody here who has attended a public participation session, do you really feel that how you have participated goes into the final decision that is made? We'll take some public participation. It's one of the things that you can do as a citizen, right? We say, what do? We see these are problems, but then they say, come and join public participation forums. Do you feel that when you go for those forums, that you are actually part of a process? Let's hear from some others. Tumehudhuria vikao vingi vya public participation. Lakini vikao hivi huwa vinakuja as a formality. Okay. Hiyo participation yote. Hiyo public participation hiyo inakuja as a formality. Kwa sababu wao wameshanuia tunafanya nini. Wanasema tupeleke public participation, wananchi waangalie. Wakifika huku yale tumeongea na yale wanafanya ni vitu mbili tofauti. Haifanani. So hii tunaona kama ni muda wanapoteza, au nakuta wameshajijengea mambo yao. The reality on the ground, ili tufaulu katika hii kazi ya uongozi. Ndio maana mimi nasikia nakwambia kwa nini tubadilishe kidogo Nairobi. Kuna watu wako hapa ambao hawataki mji ubadilike. Kwa nini? Wanataka kwa maslahi yao. Mfano, nitasema tu hii kwa style tunaisema. Hivi unajua kuna watu wako sasa hivi wamekaa wametulia sasa hivi saa 2 wameshaingiza milioni kadhaa kutoka kwa watu, na uwezi wajua hizo pesa zinaenda kwa nani. Unajua hivyo? Sasa kuna mtu akija Nairobi kama ni governor ambaye kidogo nikamuogaoga kidogo, akitishwa kidogo ananyamaza. Akitishwa kidogo tu kama mbwa unaona anafanya nini? Ananyamaza kwa sababu anaogopa hao watu. Sasa hebu mjaribie wewe mjamaa ambaye nimekwambia ni mwanajeshi, uone kama atatikisika, wewe ndio utaumia. Ndio maana nasema kama tungekuwa na uwezo, wananchi turudi chini tukae, tuseme tunataka Nairobi tawaliwe na mwanajeshi. Rais akimaliza tu uchaguzi anapiki mwanajeshi, wewe kaa hapo. Tumemaliza game. Kwa sababu huu mji ungekuwa umebadilika. Tuliona wakati wa Kibaki. Sasa hivi hapa pesa zingekuwa zinaelea kila kona. Lakini kwa sababu ya watu wachache ambao wanajifanya Nairobi ni yao, ndio wanatuletea hizi shida. Mabadiliko yamekuwa tofauti. Hebu angalia hawa ndugu zangu vile wameongea. Tunasema sasa hivi huduma ya afya imekuwa shida. Which is true. Ni shida. Elimu imekuwa ni shida. Nataka niulize swali, ni nani anayesababisha hizo shida zinatokea? Inataka mtu mkali mwenye maamuzi magumu. Let me give an example from Tanzania. Okay. Wakati Magufuli aliingia alisema hivi, ninahamisha Dar es Salaam City kwenda Dodoma. Watu walisema uwezi, kama Nyerere alishindwa utaweza namna gani? What happened kwa Magufuli? 3 months ilikuwa imehama na imekwenda. Na akisema nataka hii ni hivyo. Ulikuwa anatoa maamuzi magumu kama vile maamuzi sasa hivi ya kujenga nyumba. Hii kitu sio rahisi vile mtu anafikiria. Kuna watu wanalia kwa nini nyumba zinajengwa zetu sasa hazitapata pesa. Kuna watu wanalia. So lazima tufanye maamuzi magumu wakati inafika maendeleo ya nchi hii. Haya maamuzi. You know what he's saying? Yeah. What he's saying is actually fairly simple. The countries which have moved rapid development have been military countries, even technological.
is when the military took over industries and so on. Now, the reason is simple. Usually, the militaries don't practice corruption. They are not robbing the people. You see, you can have a dictator, but if the dictator is a thief, he's not going to rob you. You can only, a dictator that can work, it has to be like Chairman Mao, for example, in China. He didn't even have pockets. He didn't have a bank account. He was able to move China from an extremely poor country in 10 years, in just 10 years, and moved it. If you look at the Fidel Castro, so the dictator you are looking for, I doubt you will get in Kenya, because I know the military is very professional in Kenya, but I'm also told the people pay money sometimes to get into the military. Ugh. Somebody who bought the job cannot be that leader you are looking for. This country, it needs serious national catharsis in order for us to find really good, to find a Captain Sankara or Ibrahim Traore in Kenya. You just have to look to get a microscope, because of the way we are just messing ourselves up. So that is the problem. Magufuli was not corrupt. He was working for the people of Tanzania. So we can take his dictatorship. It is fantastic. But the moment you are corrupt, you employ your relatives, you employ your tribesmen, you are stealing from us, you are not a dictator, you are a thug. Yeah. So that's why we resist that I dictatorship. want to listen to the lady at the end. If you could just listen to your views as well. Kwa majina naitwa Purity Matei. Mimi ile ninaongelelea, mimi naweza unga ule mkono, ndugu yangu mkono. Hata jana tulikuwa tunaongea hiyo kitu. Tunasema kama governor inaweza kuwa hakuna mtu anasimama governor, kunaweza kuwa kuzuri sana. Juu governor sisi ndio tumchagua. Kwanza watu wa ODM sisi ndio tulimchagua. Hakuchaguliwa na watu wa ODM. Na sisi tulikuwa tunapika suti, lakini tuliona huyu ndiye anaweza tutoa kwa shida. Mulipiga suti. Hapo tulichanganya kwa governor. Yeah. Governor naye tulichanganya hapo. Tukatema ule mtu wetu, tukaona wacha tuchukue nini? Sakaja, juu tulikuwa tunaona ni mtu ako na akili anaenda tusaidia. Tukaacha mtu wetu. Ndio tuna regret, afadhali tungemweka. Unaona? Sasa governor tunaona afadhali wakae kuliko kumchangua, na hakuna kazi ametufanyia. Kama saa hii hakuna kitu ametufanyia. Sisi kwanza ametutema kabisa kama Wakamba. Hatuoni kama sisi enda pale uulize kazi hapo. Anaangalia naona huyu ni nani? Kioko. Haisi kuchukua hapo hata kazi ya takataka kuokota. Unajua aje hiyo Purity? Hiyo iko. Tunajua hiyo kitu iko. Ukienda pale uitishe kazi ni ngumu kupata. Lakini wao wanachukua wale watu wa kwao. Unaona dadake yako hapa, ndugu yake yako hapa, bibi ya ndugu yake yako hapa. Sasa sisi tutapata aje? Tutainuka aje? Na sisi ndio tulimpigia kura. Unaona? Mlimpigia kura sababu mlijua mbeleni mtapata kitu, ama mlikuwa mnaona Nairobi mzima itambadilika? Tulikuwa tunampigia tuone ni Nairobi mzima itambadilika, kutakuwa kusafi, kutakuwa nini. Sasa hivi angalia, unaenda mahali unaona kitu kandogo amekangonga. Ukikuja kesho yake ameweka mtu wake hapo. Sasa unashindwa. Lakini analisha watoto shuleni. Kwani sisi hatuna watoto? Si hata sisi tuko na watoto wetu tunaweza lisha. Sasa anakombea kila mahali. Si kuweka kila mtu kwa uko wake, kabla yake, ama wale unaona. Anaangalia hata huyu alinipigia kura, hata yeye anaweza msaidia. Wananchi wote asaidie. Lakini saa hii hakuna. So hakuna haja tuweke nini governor Nairobi. Hakuna. I want to ask a question this gentleman here. Tumesikia venye mama amezungumza, right? But we talk about public participation in the people that we elect. Mama amesema tulipiga suti, lakini hapa kwa governor tukaona Sakaja atakuja kutubadilisha. So like clearly Kenyans made some decisions not just based on political party. But one asks the question that wakati walikuwa wanapiga kura tuliangalia, were we given an opportunity to interrogate deeper hawa watu wawili
ni nani anafaa. Tunahisi ni kama wananchi walielewa of the individuals that were there. Nilikuwa napigia Sakaja kwa sababu nimemwangalia naona anatosha. Je, kama wananchi tulifanya tumeona sema na Dimples. Okay. Because there was that guy, what was his name? Igathe. Polycarp Igathe, yes. A very educated, a CEO basically, a chief executive. Kwa majina ni Patrick Motugondoro, aspirant MCA Makongeni Ward. Weka microphone mdomoni. Tukiongelea hiyo mambo ya gavana wa Nairobi, kulingana na election yenye ilipita 2022, watu walipinga wakitaka kulipiza ile timu ilikuwa the ruling government, that is Jubilee. Juu walikuwa wanasukumia Igathe mwananchi. Sasa wananchi wakaamua pingie Sakanja. Sasa walikuwa wanalipizia. Na ndio maana tulichagua kiongozi mbaya. Hebu rudia. Mulifanya nini? Yaani ukiangalia vile tulifanya uchaguzi 2022. Jubilee ilikuwa inasukumia wananchi. Polycarp Igathe. Yes. Na mwananchi naye akaenda opposite. Kwa nini? Juu hawakuwa wanataka kusukumiwa mtu. Okay. Igathe ni msomaji, amesoma, ni CEO. Lakini wananchi walikuwa wanataka kulipiza Uhuru. Juu yeye alikuwa anakusukumia mwananchi gavana. Of which walikuwa wanataka timu Wanyonyi. So wananchi walijiumiza. Hivyo ndio unasema. Walijiumiza. Well, the point is Jubilee and Ferundu wananchi. So Jubilee candidate was not acceptable to wananchi. This is very interesting, and I think we need to look at this a little bit deeper, because if that's the case, what are we talking about here? That even in the choice of a leader, it's not the very first thing on the list, Prof. It's not whether you believe this person is actually going to come and do the job. There are other outlying issues here. Exactly. Here we are, a very good example, that you feel failed by a certain government. And if a government is putting forth a candidate, or if a party is putting forth a candidate that can actually do the job, here we are in a situation where the people essentially will cut off their nose to spite their face. Exactly. Because this person failed me and they're now giving me somebody else, I'm going to vote against him because of that, and not because they can actually do a good job. So you say you're going to vote somebody else to show them, but you're showing yourself. That's exactly correct. And I think that's what they also did at the top there. And the only reason why Raila lost that election, which he couldn't have won with the 90%, was because he was Uhuru's candidate. Yes. And Uhuru and failed. So it was just the same thing now in Nairobi. That's what basically you are saying. Yes. And that is what is correct. Because you see, Uhuru was extremely unpopular then, because he interfered the country when you compare to Kibaki. So any of his candidate, people just were not interested. Yes. So, is that a lesson learned? Yes. Is that a lesson learned today? Yes, that you can segregate. That perhaps you can actually separate issues. Is that possible to look at for that? Because at the end of the day, brother, this is a wananchi issue. It is the wananchi in their numbers who go out to vote. So you can be trying to teach somebody a lesson, but put yourself in a hole. And from what everybody is saying today, folks are in a hole. Is that a lesson that has been learned? But the scheme of things, when you look at the big picture also, it's the candidates also, they were short-sighted. If you are really a clever, brilliant candidate, you should be able to check those things and understand that here I may not get through because this is an unpopular situation. Let's say that the next election, even if you are brilliant like what, and you are going to be a UNDA candidate in Nairobi, you won't win. So if I'm brilliant person like Igathe goes there, then he is not that brilliant. He should have been able to check which side is more likely to carry the day, and then go there. So as we absorb the guilt as citizens for the mistake we made, also we didn't have leaders who could read the mood accurately. Okay, Raila should have known that Uhuru can't take him anywhere, and therefore avoided the handshake. He didn't avoid it, meaning he was lacking innovation. Okay, and therefore he was not necessarily a good leader. You see, they say when they say the same thing about Igathe. So for the citizens to assist the country, then those who are offering themselves, they also need to think carefully before they decide which party to run on. So,
I want to pose a simple question to all of us here. As citizens of Nairobi, in where we find ourselves today, because having gone to elections in 2022 and having a governor there, a governor who ceded his position pretty much to the national government, we find ourselves as individuals whose constitutional rights have been stripped from us by individuals who are in power. As citizens of Nairobi, having been there for Kidero, Sonko, Kananu, now Sakaja, NMS, and now we have Musalia Mudavadi. That's just it. We have Musalia Mudavadi now, right? One asks the question, yeah? As wananchi wa Nairobi, what really do we want? Because if we do not know what we want, if we do not, tusipojita mkutano, we will keep on finding ourselves being taken through all these circles. What do we want kama wananchi wa Nairobi? Mama, introduce yourself and speak. Kwa majina ni Dismas Onyango, ni bunge la mwananchi Kariobangi. Mimi kitu ambaye naweza sema ya kwamba ni number one, sisi kama wananchi wa Kenya kupata governor, hata mimi naweza tamani niwe governor, but ni hot seat. Si vile tunavyoona unaweza shikuliwa mkono useme hata mimi natamani. Number one, pesa iko hapo, ukikaa pale utakuwa milionea. So hata mimi naweza tamani niwe governor wa Nairobi. But kuna shida, Nairobi iko na cartel na kuna watu ambao wanaongoza Nairobi tofauti na governor ambaye watu walichagua. Number two, governor ya Nairobi, unakuta Nairobi ama especially leaders, unakuta kwamba mtu tayari ameleta mtu wake, na huyo mtu wake ndiye anafanya nini, anataka afanye nini, awe governor. So wakati huyo mtu amekuwa governor mwenye ameletwa na kiongozi wa party A, akileta hiyo governor nawe hapo, yeye ndiye atakuwa natawala huyo governor, si mtu ambaye alikuwa amechagua huyo governor. Unakuta kwamba sasa wewe hata ukienda pale, lakini sababu huyu ni kitu yangu ya biashara, especially governors ya Nairobi ni biashara ya mtu. Unapata Mr. A ndiye alimleta hapo, so atafanya kulingana na vile ule mkubwa wake amefanya nini, amemwambia afanye. La si hivyo, utakuta ya kwamba MCAs unaanza kudungwa shindano MCA sababu amekeuka kulingana na vile alikuwa anatakana. Sasa kidungwa mashindano utapata ya kwamba sasa wale MCA ndio anaanza corruption sijui nini. So unakuta ya kwamba ni mambo inakuwa tu hoe hai mpaka unakuta ya kwamba hauwezi kafanya kazi. With time utaondolewa. So gava ya Nairobi inaweza inua mtu na inaweza shusha. So mtu yoyote tu, kama mwanasiasa yoyote tu mwenye anataka kukua governor ya Nairobi, mimi naweza mshauri awachane naye, sababu itamshusha kabisa. Unaona Kidero daktari, with time ameondolewa. Sonko alikuja, wananchi wakasema hii sasa ndiye malkia, huyu ndiye mfalme wa Nairobi. Kikuja ni hivyo tu, unakuta tu, mpaka up to date. Hata Sakaja saa hii hana amani. Kwa nini? Kwa sababu shida ni sisi wananchi na watu wengi na wale viongozi ambaye unakuta wako nyume ya governor. Wananchi wanataka nini? Tunataka nini kama wananchi? Mimi nataka kusema hivi, hakuna mji ambao ukijipanga mzuri unaweza kufanya kazi rahisi kama Nairobi. Nairobi na mambo mawili matatu ambayo ni ya muhimu sana, ukiyafanya utaonekana wewe ni governor ambaye uko juu sana. Kitu cha kwanza, uchafu. Garbage collection. Uchafu utauondoa vipi? Sasa nataka niwaibieni siri kidogo. Nilimwandikia Governor Sakaja barua, sisi kama bunge la wazalendo. Tukamwambia tunataka tukae na wewe kikao, at least tukuambie kama itawezekana Nairobi inaweza kuwa safi namna gani. Kwa bahati nzuri mimi nimebahatika kuwa Kigali. Mbinu za Kigali nazijua. Sisi wananchi ndio tunawaharibu Nairobi. Kwanza tukubaliane. Mtu anaamka hivi na karatasi yake anatupa kwenye drainage.
Sisi wananchi ndio wabaya. Nikamwandikia barua, nikamwambia nataka tuonane. Akiwa Jeff Koinange, nikamtumia message Jeff Koinange. Vipi? Akamuuliza, akasemaje, tukianza mwaka hivi nitawaita hawa jamaa tukae nao tuongee. Jambo la kwanza Nairobi ni uchafu. Ukiufanikiwa uchafu Nairobi, yani Nairobi umeifaulu. Lakini tukagundua kwamba uchafu ni kazi ya mtu ambao hataki ufanyike. Uchafu ni kazi ya mtu, na ndio maana nasema Nairobi inahitaji mtu mwenye hard decision. Okay, wacha niulize swali because sahi wanasemanga ukiweka vitu kwa roho wewe ndio utakufa. Lakini we are making decisions based on that emotion. Right? O tulisukumiwa candidates na tutaki, sasa unajua tutachagua mwingine juu tunasikia vibaya. Unajua so you ask the question, why are we making now ona hiyo uchafu iko mbele ya duka yako? Ni kweli. Yeah? Iko hapo tu. But then we don't do anything about it. Iko hapo tu. Tunaweka vitu kwa roho. But Why? you need to look at this thing in a larger sense. Ndio nakuja hapo hivi. What it is, what you need to ask yourself is who, you see, there is somebody already with that tender. You understand? Why is that person not doing his job? Because that person is connected higher than the governor. Do you understand that? So he doesn't bother to collect, but he is collecting the money. But he is not doing the work. So what you are saying is you detach the governor from, for example, State House. Okay? So that the governor is independent and is a governor in Nairobi. And it determines how these tenders are given. If you want to know who runs in Nairobi, just go and get the list of the people who have tenders for, say, garbage collection, tender kama ni maji, systems. Unajua the critical areas. Even the feeding program you are talking about, you get the names of those people right now. Then you will know whether Sakaya is the governor or who else. Is by that list, it will tell you who runs in Nairobi. Okay. The list of who has the tenders for critical services. That will tell you now who sponsored Sakaya, that and who is actual governor. So what we should be worrying, discussing now is how do we avoid that? How do we get an independent person? All right, we're going to take a break at this point. I'd like us to take a break. We'll take a quick look at weather and traffic. We're going to come back because this is right at the doorstep of people. It's right at the doorstep of Wananchi. I think the time has gone whereby you can say you're dependent on a leader who will come and do. No. Kenyans now probably looking at the place where you must be dependent on you. This is Spice FM Baraza this morning on the Situation Room. It's now 4 minutes after 9 o'clock. We are here with people. It's people. And also looking into situations as per what are we going to do? Because the problems are fast outweighing at this point the solutions. But we must find one. We'll be back after this. Don't go away. This is the Situation Room. The only way to start your day. Vehicle rooftops? Yes, it's a thing, isn't it? Yes, it is. Yeah. Or having rallies. And we're talking about the voice of the people. Then is the voice of the people really involved in this? We have come from the place where there's clear disappointment, Dennis, Professor Naituli. There is clear disappointment in how things have been run. Like we said, it has become a song. Education, we can probably make a song. Education is terrible. Healthcare not working. I mean, all across board. Should be made actually a nursery rhyme. Yeah, it's almost like a nursery rhyme because everybody kind of knows and has their own rendition of it. But it's clear what the issues are across board. But then we still have inherently some problems, eh? We're still voting. We're still concerned about tribal issues. We're still concerned about whether the person who is being voted looks a certain way. And if they do, we also know very well, come on, guys, if we can be honest with ourselves, you know who would do a good job, right? We know who would actually deliver. We know. But still we make a decision on the opposite side because of what? Why? Does it need a study in psychology to then understand why do people make decisions in the way in which we do? When we know, I know,
if we were to be honest, as we say, tell the truth and shame the devil, you know the person who would actually do a good job. But sometimes we find ourselves voting in a different direction. Why? You know, that the lender already told you actually how they chose between Sagaya and Igathe. Igathe was a Jubilee candidate which they didn't want, so they voted for the UNDA candidate. So why then do we reserve the right to complain later? Yes. Because that's the question. Because Ndu, as we know who will deliver, we equally know who will not. We know who's the bad person. We have seen all the red flags, but we choose to look the other way, which then asks the question, sisi kama wananchi, tumeona huyu atatuletea shida, huyu ni mtu afadhali atatufanyia kazi. If we decide to make the wrong decision as mwananchi, right? Tumeamka, tumepiga foleni toka 4 a.m, tumepiga kura, tumeenda nyumbani. Do we later come back to complain? Remembering that tumejua huyu mtu ana shida zake, tuliambiwa huyu mtu ana shida zake, tukapiga foleni, tukachukua 300, 400, 600, tukarudi nyumbani, tukachukua kanga, leso, unga, diaper, tukaenda nyumbani. Do we later come back to complain as mwananchi? Or is that a point where these leaders know, my contract with you ended at the point I gave you money, at the point you listened to me, at the point you chose me over anyone else? Okay, let me talk. Okay, tukiongelea hiyo jambo, serikali ya Kenya ishaangudua mwananchi ile mahali yako wiki. Wanajua obvious, wakimwaletea kama wakati wa kupinga kula, wakiwaletea kama ni pesa, mtapingia mtu fulani. Ama sweetie ya 10 bob. Kama sorry. Bora chochote tu. Utachangule kiongozi mbaya, uache ile kiongozi mzuri. Hiyo ndio inaleta shida hasa hii nchi yetu. Ukiangalia kwa mfano, tulikuwa tunaenda election, tulikuwa na Raila na Ruto, of which watu walienda side ya Ruto sana sana. Jamii ya Wakikuyu waliegemea side ya Ruto, walikuwa wanataka kulipiza kisasi juu ya serikali ya Uhuru ilikuwa imefail, of which Raila ndiye angetengeneza nchi na ifike mahali kwa ina style, lakini wananchi wenyewe walipewa pesa na hii serikali iko ikaenda vice versa. Do you connect? Mnashikanisha when unaona hiyo decision ulichukua na ile inafanyika leo, mnashikanisha hizo vitu mbili? That juu ya hii decision nimemake hapa ndio sababu hii inafanyika hivi. Unasahau saa hiyo sweet ya 10 bob ama hiyo 200, 300, 1000. Umesahau ba hiyo barabara sasa haifanyiki, afya iko na shida, elimu ndio hiyo. Hauoni kama ile decision nilimake hapo juu ya hiyo 200 bob ndio imefanyika, niko hapa mali niko leo sai? Wananchi wa Kenya wako na njaa. Kwa mfano saizi serikali inajua vizuri mwananchi saizi yako na njaa, na ndio maana hawataki kuleta maendeleo kwa mwananchi. Juu mwananchi akishimba hawatachagua ule kiongozi anastahili. Sasa ndio maana wanakuja na hiyo mbinu. Tukienda election wanatumia hizo pesa ama kuletea maswiti hizo vitu, ndio mwananchi achanganyikiwa akili. Actually, you need to give the citizens some credit. It's not really exactly that way. People are able to see, you can now, what he is saying, maybe you can take it to 2013, but not 2022. Okay. 2022 is very clear to Kenyans that the Jubilee are different, and they needed an alternative. And then Raila had agreed to become part of the Jubilee failure. So he wasn't a considered option, because he has carried the Jubilee skunk. So what you just saying then in 2013 maybe it applies, because 2013 then you had the contestant between, it was Raila Kalonzo and Uhuru Ruto, but these two were already ICC indictees, okay? And there's Raila has a story of fighting for the people. So it is 2013 when you should ask yourself, what kind of choice did the Kenyans make between these two? But 2013 Raila was in Jubilee.
In fact, at one time, people couldn't know who was the candidate, whether it was Uhuru Kenyatta or Raila Odinga. He never owned the campaign. So you can't blame the Kenyans for 2022. You blame the choice Raila made to join the Jubilee government. There are also a number of people, that's interesting because we've seen the comment, just a minute, hand over to you, Aseto, is that in this last election, 2022, the number of people who voted, or rather the number of people who did not vote, 8.5 million, was 50% of the number of people who voted. Correct. So there are a number of people who are just kind of sitting around and hoping that some kind of magic is going to happen, but then reserve the right to actually come back later and say, oh no, this is terrible. But we also play a part. It's by commission or omission. If you fail to vote, you are part of the process as well, whereby you allow certain things to go. This past, since 2022, remember how we said, and it has even now become a song, Wakati aliweka Biblia chini. People, we started complaining from that point. This is not working, this is not working, this is not working. He also said, as soon as he put the Bible down, things were supposed to happen. We have actually not seen, if we're talking about a woke populace, we have not seen the kind of engagement since 2022. If you want to compare 2022 to the current time that we are in as Kenyans, that Kenyans are in at the moment, it is so much more compared to the last 10 years. That anything that happens, people are saying, hang on a minute, this is not right. We've seen the engagement, whether you want to talk about the introduction of social media or whether you want to talk about barazas that happen in different parts of the city. Drive through the cities. You find a bunge la wananchi where people are having conversations, talking about things that are happening. People have talked about the things that are going wrong. So what is the problem? If people can see the things that are going wrong, if people can connect between a particular leader and this thing that is going wrong, why do we, number one, not register to vote? Number two, not vote? Number three, vote the absolute opposite of the person who's supposed to come in and solve these problems? Why? Mimi acha niseme hivi, shida tulionayo na hii shida hatutaimaliza leo. Wakati President Ruto aliweka Bible chini hivi, alisema mambo yanaenda kugeuka, lakini shida ikaja hivi, wimbo mmoja ukawa unaimbwa sana. Tumekuta treasury hakuna kitu. Tumekuta milioni 93. Je, milioni 93 inaweza kusaidia? Na imekwenda mpaka Mheshimiwa Rigathi Gachagua akiwa bado ni makamu wa deputy president. Baada ya yeye kutoka akasema kuna pesa. Ina maana kuna mchezo ulikuwa unafanywa hapa bila sisi kujua. As we speak now, unamsikia Rigathi Gachagua anasemaje? Watu wangu nataka wawe hivi. Sasa kila mwanasiasa sasa hivi Sifuna anasema ninaenda kwa watu wangu, atakuwa Kakamega. Wanazidi kukusanya watu wawe pamoja, ndio feria iendelee kuwa katika nchi hii. Kuna watu wanaamini kila anachokiongea Babu Owino ndio sahihi. Kuna msemo unasema, maneno ya kuambiwa changanya na yako. Usipochanganya yako utajikuta bado unaendelea kufanya blanda. Nataka kusema hivi, siku ile tutaamua kwamba kiongozi wa Nairobi anachaguliwa na kila jamii, sio tunaenda kwa sababu mtu wetu yuko hapa, bado tutaendelea kufanya blanda. Kwa sababu wameanza kujiposition. Angalia, mtu anajiposition, anakuonesha yeye ndio maarufu. Si kwamba anakuonesha yeye ni maarufu, anatafuta ni jinsi gani atapata nafasi ile. Ndio maana anasema ukweli. Just a minute. I would like you people to be more positive than you are about the Kenyans. You have to agree one thing, William Ruto was a fantastic candidate. He campaigned extremely well. His plans during the campaign were beautiful. It is his execution. So you can't blame anybody who voted for Ruto because he was a very good candidate. So the Kenyans can judge. Okay? And if you want a recent example, just look at Gladys Wanga in Kisumu. What happened? People just went and told her one term because they can understand when you make deals. Now, what she's saying about the people who did not vote, half the vote, is this is what has been found to be true by research. A bad government is always elected by good citizens who don't vote.
And that is why voting is absolutely crucial. In fact, we should make it mandatory. If there is a way we can make a law forcing all of us to take our civic duty seriously. Because if that 80.5 million are voted, we may be having a different situation today than the one we now have. But I want you to be positive about the people's capacity to make judgment, because I don't know whether it's disappointing Mandamu or not. We will still continue to vote as tribes, because before we go to political party, we are a tribe first. America is 276 years since the democracy. They still vote on tribal basis. That's why you have red states and blue states. The red states are those states which are settled in by the British. The blue states are states which are East European and other Europeans, like Scandinavians and so on. Those are more liberal. They are more pro-people. The British states are more anti. They are more anti-people, anti-unity, and so on. So even here, we will continue doing that. What though is we will continue having tribal coalitions. 2013, it was the coalition of Kikuyus and the Kalenjins which brought Uhuru to power. 2022 was a coalition of Kalenjins and Kikuyus which brought Ruto to power. Even though he campaigned, he convinced the Kikuyus it was very nice. Now, the next election is going to be another tribe coalition that will bring somebody to power. Now, our demand is wherever you make these coalitions of you as the leaders, please give us good candidates. And I think that's where the crux of the matters is. Because if you look at, say, even if it's 2022, we had two formidable leaders. So we had William Ruto, Raila Odinga, right? And you look at both leaders, one asks the question, who was the better devil of the two? Who was better than the other, the two? You get what I mean? So which then asks the question, as Wananchi and the power that Wananchi do have, Wananchi know the power they have. Look at what happened to Finance Bill 2024. Wananchi spoke, and they were heard, they were listened to. How important then is it for Wananchi to say, this is our agenda, and this is what we want, and this is the person who can push it? Because, like it has been said, we do not have an opposition right now. It is the Wananchi who are the opposition. That right there speaks to the power that Wananchi have. But do Wananchi underestimate themselves with regard to the power they have? Good question. That they do not pick up the mantle and run with it to the tape. Tunakubali sisi kuwekwa kwa mirengo. Wananchi wanakubali kuambiwa wapige suti. Wananchi wanakubali kusema we will punish so and so. Wananchi tunaelewa nguvu ambayo tuko nayo kutokana na kura. Maybe we can take that round and start with this on this and purity after you. Yeah. Yes, naomba nikubaliane kwamba kwanza na mufti pale amesema jambo moja ambalo na linakwamba ni jambo zuri sana. Amesema kwamba tulipotezea dira pale mwaka 2022 kutokana na kwamba tulikwenda katika uchaguzi tukiwa hatujitwende wapi ama wapi. Ila elewa kwamba unajua akija mtu ameshakuibia tayari huyu mtu, alafu anakwambia mimi nimeiba lakini nimeiba kidogo tu, naomba nikuachie huyu sasa ambaye atakuja aendeleze baada ya mimi. Kwani atakuwa anaendeleza kitu gani? Anaendeleza wizi ule ambao. So Uhuru Kenyatta alikuwa ni mtu ambaye alikuwa hawezi kuaminika kabisa. Sasa anaaminikaje kwa mfano wakati yeye ameshatuvurugia uchumi, alafu anakuja anatuambia mimi naona kama hivi mchueni Raila Odinga huyu mwe naye. Yaani hata kama tungekuwa pumbavu wa vipi tusingemkubali Raila Amolo Odinga. Kwa sababu gani? Kwani alikuwa amelitwa na nani? Alikuwa amelitwa na mtu ambaye tulikuwa tunamuona kwamba ni muhuni na alikuwa ni jambazi kipindi hicho tukimuonaga. Tukaona tufanyeje sasa? Mufti umekubali kwamba Ruto alikuwa ni mtu mzuri sana alipokuja. Ila alikujaje? Kama vinavyosema vitabu vya dini kwamba blessed is the man who comes in the name of the Lord. Kweli kabisa, this man came in the name of the Lord. Sasa sisi tukamwangalia tukamuona kwamba huyu ajaye kwa jina la Mwenyezi Mungu, huyu tunampenda huyu. Kumbe tukasahau kwamba mbwa mwitu huaga anakuja hivyo. Mbwa mwitu kwanza lazima avae ngozi ya kondoo, alafu aje akwambia bwana asiwe na hivi na hivi. Angalia sasa hivi bwana asiwe imeisha, ni macho makavu. Yaani anakuja anakwambia nitafanya hivi na nitafanya. Angalia, mimi naona kwamba kuna jambo mufti umesema
na hilo jambo pia naliona kama kidogo linanitatanisha. Naomba nikinzane nawe kwa hali fulani. Umesema kwamba pana watu nusu ya idadi ya watu waliopiga kura mwaka uliopita 2022, kwamba kuna watu kama milioni 5.8 ambao hawakupiga kura. Tunajua sote kwamba katika mchakato wa upigaji kura huwa ni kitu gani? Anayepiga kura huwa hana lawama wala mawaa. Anayehesabu kura ndiye huwa mtu ambaye tunamwangalia sana sisi, kwa sababu tunamkumbuka Kivuitu alisemaje. Kivuitu aliulizwa, hivi kulingana na wewe unavyoona, wewe kama mwenyekiti wa ECK unadhani nani alishinda? Hivi Kivuitu alitujibuje? Alituambia mimi sijui aloshinda ni nani. Sasa kama wewe ambaye unahesabu wewe hujui aloshinda ni nani, wewe unatuambia kitu gani wewe? So kitu ambacho mimi nakiona ni kwamba hawa watu milioni 8 hawa walitamauka kutokana na kwamba kama yule ambaye anasimamia kura hajui ni nani alishinda, inakuwaje sisi tukapiga kura? Anasema potelea mbali. Tunaishi wakati mbaya. Ametoa mfano kakangu hapo na mimi nakubaliana naye. Amesema wakati Magufuli alikuja akatoa mamlaka, alifanyaje? Alisema nataka kitu fulani kifanyike na kikafanyika, nataka fulani kisifanyike na hakikufanyika. Kwani Magufuli alikuwa ni nani bro? Magufuli alikuwa ni rais. Kwa hivyo hapa hatuhitaji governor. Katika nchi ya Kenya we don't need a governor, we don't need a good MCA, we don't need a good MP, we need a good president. Kwa sababu tunajua tuna matanzo matatu ya serikali. Tanzo la kwanza ni tanzo la utekelezaji, the executive. Tanzo la pili ni tanzo la ubunge. La tatu hili ni la kimahakama. Ukiona kwamba rais amekwenda amempiga kabali mwenyekiti wa rais wa mahakama, tuna nchi kweli ambayo tumebaki nayo. Lazima tupate rais ambaye kwanza anafuata sheria, asichukue ule muhuri wa serikali aende akae nao State House wakati tunajua kwamba that public seal is supposed to be the AG. Asifanye vitu vya kihuni. Wewe usije ukanitoza matozo ya lazima unakwenda kujenga nyumba na mimi na nyumba ya kwetu mimi naishi. Tuambizane ukweli. Wananchi tupo vizuri na tupo sawa kuongozwa, lakini hawa watu tunaochagua wanakuja na mbinu zao na hila za kuja kutuhadaa. Lazima tuangalie jicho la tatu lituonyeshe kwamba tusihadaiwe tena. Akija mtu kwa mfano ameletwa na Ruto, tumwambie wewe hatukutaki kwa sababu gani? Una matatizo, una mawaka kwenye karata. Umeletwa na nani wewe? Huyu alokuleta ndiye mtu wako na atakufundisha tabia kama vile za kwake. We are in deep shit, and until we get out of this mud, we are still going to suffer the same consequences in 2027. And the first thing we need to do, what is going to be? Let us first of all get this government out of place. That's what I'm saying. Just go around. Okay. Mimi nikiongelelea hapo ninataka kusema kwamba hapa Kenya lazima ukuwe na mfuko mkubwa. Okay. Huyu mwenzangu anaongea, huyu alikuja ndio nimjue. Kwanza alituambia majina yake ndio tukakuwa marafiki, akasema nataka kusimama urais. Unakumbuka vile uliulizwa swali? Je, una milioni 1 kuregister wewe? Si uliulizwa wewe? Si walishaua ambition yako hata kama wewe ni mzuri? Walishaua. Umesikia? Kuwa president ndio rais wa Kenya, unafaa ukuwe na 50 billion ya campaign. Utaulizwa unayo, hata kama wewe ni mzuri utaulizwa unayo. Kwa hivyo yule mbaya ambaye anayo ataelektiwa, si wewe. Tukimalizana na hayo pia kuna makabila hata hapa Nairobi, kuna makabila ya kwamba ndio usimame unaulizwa unatoka kabila gani mwanzo. Ndio unaona, ndio Sakaja apite alisema yeye ni Mluya, ako na kura za Waluya ni wengi, na akasema analeta Kikuyu pia ni nyingi. Kwa hivyo wanaanza kwanza na hayo makabila kujiunga. Naona tutakapounganisha kabila na kabila, tumetafuta kiongozi mzuri kweli wapi hapo? Yaani Wakikuyu watakuwa na say kwa sababu ni wengi, ama Wajaluo watakuwa na say kwa sababu ni wengi, ama Wakamba watakuwa na say kwa sababu ni wengi. Kuna mtu atasimama hapa aseme okay, kwa mfano sasa Kalonzo aseme nimejiondoa katika kusimama hii urais, wacha niunge mtu mwingine. Wakamba watamuuliza usiposimama basi tunaenda kwa Ruto. Kisii itakuwa hivyo. Kama Matiang'i atajiondoa na aseme hapana, tunataka leader, wacha tuunge leader mzuri ambaye atabadilisha Kenya, watamuuliza ukijiondoa kwa hiyo kiti, sisi hatupigi hapo, tunaenda kupigia opponent. Tuliambiwa hivyo hata 2013 wakati wa Kikuyu hao ambao wapigiangi Raila walisema kwamba kama Uhuru hata kuwa kwa debe wataenda wapi? Bondo. Uhuru si alikuwa anataka kuleta Mudavadi hapa.
Mwishowe tulisikia kitusiwa nani? Shetani nyingine imekuja kuingilia hapa. Kwa hivyo ndio upite urais. Kwanza una nini? Na ni sisi tunaleta hiyo kwa sababu mkono mtupu, tutawaambia mwanasiasa mkono mtupu haulambwi. Sasa mwanasiasa mzuri ni ule ambaye hana pesa, ambaye tutamwendea, tutamfikia kwa sababu hana pesa ya kulipa wale watu wanamchunga, si yako tu hapo tutamfikia. Lakini yule ako na pesa, ako na hata anaweza nunua watu wale watamchuka, hatutamfikia, hautamuuliza swali. Unaona? Kwa hivyo kubadilisha Kenya kwa saa hii ni ngumu. Na ni sisi tusharibu yao mambo yote. Sisi ambapo tunahitaji kwanza una nini? Aya, juzi kuna watu walikuwa wanaandamana hapa Nairobi. Vijana wakaandamana. So tuliona vijana wengine ambao wamebeba mipini kwenda kupiga wale vijana wengine. Right. Si ni kweli? Si ni hao wa Kenya ambao bado wanafinywa. Si ni wa Kenya pia ambao wanasimama kupiga wengine. Juu walilipwa. Juu wamelipwa 1,000. Kweli siku walituambia walilipwa 1,000 kwenda kupiga wale, ati mnafanya nini? Mnaharibu town. Sio wanaenda kuandamana, na ni haki yao pia ya kusema tuna demand justice, tuna demand accountability. Lakini waliambiwa nini? Msijaribu mkuje. Polisi si walikuwepo hapo. Polisi amesimama na bunduki, anachunga mpini, akuja kupiga. Sasa ndio sionekane ni polisi amekupiga. Alafu unasema kuna mtu mwingine mzuri utaelect kweli? Yes. Kuna watu wengine tunaona mikutano ya wale opposition wanapinga. Unaweza kuwa mzuri lakini pia unafaa upingwe. Hata ukuwe president ukuwe nani. Kuna mpaka maoni kinzani na yule unaleta. Lakini wakati hao wanaandaa mkutano yao, unaona sasa wanapanga maguni. Maguni ni nini? Ni sisi. Kwani hao maguni wanatoka Tanzania? Wale wanaenda kupinga. Wale wengine wanaposema hapana, huyu president atolewe, na wengine waje hapo. Waje hapo na wako na polisi. Yes, na wanarusha mawe. Wakisharusha mawe kukukataza usiendelee kuongea. Wakisharusha mawe polisi atafanya nini? Tear gas. Mtakimbia, hutaongelesha wananchi vile ulikuwa tunataka kuongelea. Sisi bado ni wa Kenya kama sisi. Kwa hivyo hiyo ni ngumu sana. Na baada wao watachukua kura. Wakina na I think wanalipwa pia kufanya hiyo kazi ya gunism. Pia hata watachukua kura. Na wanazo pia. Wanazo pia na wako na influence. Kama mtu anasimama hivi kukukataza usiongee haki yako. This is now. Unasikia? This is now the issue when the government is insecure. That is expression of insecurity of the state. That to stop you from talking, because if the state is secure, you can talk as much as you want. Yes. As long as you are not violent. But also I want to tell you, the people I hired, they are less than 0.0000% of the Kenyans. But the influence they are not even 1,000. But the impact that they have, even in those small numbers, can actually be seen at grand level. Yes, when protected na police. But I want you though to have faith that we will still change Kenya, because during the Mau Mau War, we killed about 2,000 white people, but they killed 30,000 Africans. In other ones, there were Africans betraying us when we are struggling for independence, but we still got the independence. So we will still free this country, because the suffering taking place now. You saw 800,000 children, grade 10, are not in school. Those are spread all over Kenya. The misery, if someone were to get sick now, because the health is totally in shambles, you pray you don't have an accident, because you have it, you will actually die. You saw the other day that ICU beds, like 90% of counties. So you just wonder even what happened to the donation money on COVID. So the misery we are facing is what will make us save ourselves. We will get a good Linda, because there is Kenyans who are really good, and we are going to have them. Tulipata independence tulipoungana kufukuza mzungu. Lakini wale walirudi kutucolonize. Ni sisi mimi ndio na kucolonize. Umesikia? Oh, it's okay, but at least we made the progress, right? Yeah. So let's listen to the lady. Karibu, question. Swali. We talk about elections. Situation imepata ndani leo kama wananchi. And tukizungumza kuhusu hizo issue, one asks the question, sisi kama wananchi
Okay, I think we're gonna come back and fix that mic because we have a problem with that particular mic at this moment. We're probably just gonna check on that just a minute, Dennis. But we'll come back to Prof in a minute, and we'll come back to the crowd, come back to Baraza, because if we're asking the question that something actually needs to be done, something needs to be done. We've heard from across that if Kenyans, if citizens don't get themselves, this one, nobody's coming to save you. And you have the responsibility to get it. How is it be done? We're going to come back and hear from folks, but from your point of view, what you see and understand the psyche of people, how then do you get yourself out of this hole? I think there are two incidences. Realize the citizens will actually get themselves out of the problem they have now. I noted, for example, when Raila died, I was observing in Kasarani. The people who got the biggest reception, incidentally, it was Sifuna, Babu Owino, and for some reason Uhuru Kenyatta. In other ones, that ground was able to ignore the government pomposity because the government took over, but the citizens just ignored it. Now, you look at Sifuna's meeting in Kitengela, and I want to debug this friend of mine about the tribe, because the Kitengela is mainly Kikuyus and the Gambas. But look, what is Sifuna and Rio? The kind of ground. We are uniting to create a better Kenya. We are just waiting for a Rio Linda who can feel our pain. Now we know who can feel our pain. We are now looking for those who can feel our. So we are okay. We are moving in the right direction. Trust me. Okay, I don't know if we've sorted out that issue. Let's try and go back to folks here. Dennis, can we hear you? Yeah, can you hear me? Well, something like that. Let's go with it. Yeah, so to answer the question, tumepata shida zenye tuko nazo sisi kama wananchi, right? But sisi kama wananchi, do we realize that we have the solution to our problems? Ama tunangoja misana? Mama, introduce yourself. Oh, thank you. Sorry, I'm Tabu Charles Chama Dungela Zalendo. Yeah, I think we're still having an issue with that sound. We're going to try and fix it. It would be great if we could do that to look so we can hear you in terms of what you're saying. So just hang on to that for a minute. We're going to come back to you, Prof, before we can have that issue sorted out. So where are we here? Because we've talked about a diagnosis. That's interesting. Just looking at some of the comments that we're hearing. We're talking about a diagnosis, but obviously there's treatment that is needed. We can complain about the issues for a while. What are we going to do to then essentially put a shot in the arm and fix it? I think what I'm going to do is like what you are doing today right now here. You are conducting civic education right now. The civic education so that we understand that we can, so people can understand that they can actually save themselves. This is what the Kenyans have not known, because he talked about the ability to bribe people with 100 shillings and so on. Or for example, what the president has been doing, moving around with the Nyota program, which is around bank loan, which we will start paying on 29. But if you read the social media, you realize Kenya become very brilliant. They are questioning, is this the most rational way to distribute this money? Could you just send this money through M-Pesa if you must? But I'm better still, they are saying somebody with some little education you would know that kind of money, if you make a revolving fund, you place that money with the KCB or with the cooperative bank because they have experience of lending to micro entrepreneurs, and you ask them to lend that money at 2% interest rate or 3%. Then that money will serve this generation as the next generation. But when it's in distribution at 22,500 shillings, it serves nobody, not even the person who has received that money. Now, you read that in the social media and you realize these Kenyans are really brilliant. If they are allowed to guide the process, they will actually make much better decisions. And so you can imagine then the people surrounding the president, they never advised him accurately. All right, back to you, Seto. Yeah, so nilikuwa nimeuliza wa Kenya, tunajua nguvu ambazo tuko nazo kwa kupiga kura, being in the opposition in terms of also asking for right to be done. Ama tunangoja mtu mwingine aje kutueleza nini inafaa tufanye.
Thank you very much. My name's Tabu Charles. My name is Tabu Charles. I'm the chairman of Bunge la Wazalendo. First of all, I'm sorry for being late. I was in Nakuru. So by virtue of rain and what have you, technicalities. For my view and the data that we have collected as Bunge la Wazalendo, it is that I want to answer him first of all. There are two allegations he has put across that I want to rectify first of all before probably I proceed. And I'll start with the last one of Nyota. First of all, the idea of Nyota is good, and it is not the first one. It has been improved. This is something that Kibaki even did it. Kibaki gave youths group 40,000, 45,000. It was 50, but the 5,000 was taken to the, they were saying they were taking it to the committee. So the groups were being given 45,000 during the time of Kibaki. And then now, President Ruto have come with the brilliant idea now, giving an individual 22,000. So I don't see the difference between somebody giving an individual 22,000 and somebody giving a group 40,000, ama 45,000, a group of 40 people. Who is doing better? So sometimes we do things with research. We should not just get an idea and then we pick it from there. It is better give a research and a reference and cite when and where, so that we can come up with a good progressive nation. And then another one, he has talked about the issue of also of Sifuna, and I want to pick it from there. When you see your enemy praising you, know that you are going wrong. There's no way that your enemy can be good for you. No. Take care of your enemy, because he might be praising you, removing you from another sector. And that sector, when you come out, he will leave you alone. Let me come back to the aspect of election now, because I don't want to dwell on that. The aspect of election, I've been giving ideas and paper policy regularly to the relevant authorities concerned. What we need to do before election is civic education. Let us educate our people to know the right to vote. Let us educate our people the right of making a right leader. We have so many people who claims to be leaders, but leaders normally transform people's life. In Kenya, I've been repeating, even now, when I was here before, there was a time I said it. We have leaders who transform their life, not the people's life. Wherever we go for election, people are losing jobs. Tell me, from the time you have known the issue of election, you'll find that many companies are coming down, people are being sacked, people are being frustrated as a result of the new government. The kickbacks, this is an area where industrialization, the cornerstone of industrialization is in this country. But how many factories are down? Just because of a poor election. I'm telling you, what we are lacking now is a leader who can transform this nation. And let us support one another. Let us not put propaganda to each and everyone. Even if it's doing good, let us quote the one which is good, we quote. Let us not put propaganda to issues so that we frustrate a leader in power. Secondly, our own people, so long as you are there to get money, you are voting for money, you are voting for somebody who is giving you money, you'll never get a right leader. Because that is an investor. An investor put his money and then he wants to see the product of his money. And that's why you find that any governor who is not qualified cannot sustain a county for five years term. Just one term, which is 5 years. He can't, because of the credibility. Chapter 6 of the Kenya Constitution stated very clear, leadership and integrity, which you have looked down upon. And the major players who are bringing this country down also are civil servants. The civil servants also, we have to check a leader who can also intervene in the aspect of services of the nation, not political parties. Political parties will come and change, but the government and civil servants will remain the same until they retire. So we are failing to understand and take audit of our nation to know that in our nation, what do we need or what should we do? What we need to do is to vote the right people without the choice of the party, because criminals are hiding on popular parties. And then they serve the nation in a very corrupt way. You cannot fight corruption in this country now. Because why? The leaders who we have elected are corrupt.
and they are supported with the civil servants. But how do you fight corruption as a country when I still take it back to Wananchi? You know why? Because we're here saying EACC fight corruption, DCI, rightfully so, because those are the institutions that are mandated to fight corruption. I agree. But how do you demand for corruption when a leader comes to your area and umetupangaje, unatuachaje? When you are arrested, umevunja sheria as a boda guy, and the first thing that you do is ni askari kuja tuongee. If we ourselves as citizens did right by the law, don't you think everyone else will follow it? Thank you. And that's why I mentioned the aspect of civic education. And this is what the government is denying the people. The institutions that are supposed to be there, and that is the role now. We need to see civil societies are being empowered financially so that to go to the communities and do the services. Well, if we do that, these are people here. There the citizenry who is here, who doesn't necessarily need somebody else to be given money in order to have people come out and give a solution or to give a contribution. There are people here. I mean, even people who have said brilliant things about what the thought process really is, even if understanding a mistake may have been made previously. But the levels of complaints that have arisen in the last 5 years, even before that, I mean, we've talked about the fact that 10 years ago, there was a failure that was made and that people made a decision to punish that failure. So people are aware of what is happening. I don't think we have an unaware society. We have people who are making decisions very aware of what it is that they're doing. The question is, how do people coalesce around an idea that will bring about change? And I think this is what we want to hear from Books. I know Purity had something to say, but also gentlemen who wanted to make a contribution as well. Amjambo. Tujambo. Jina yangu Lubandwa Moses, member bunge la Wazalendo. Kulingana na swali ya ndugu yangu, sisi kama wapiga kura tumekuwa tukikosea, lakini si sana, sababu tunaweza kuwa tunapiga kura tunataka mtu huyu, lakini mwishowe sio ule tunapata. Na tumepiga kura muda mrefu, sio mwaka mbili tunazungumzia kuhusu kupiga kura. 20 years ago ile kura tu ilikuwa ya mzuri, ilikuwa ile ya Kibaki. Hiyo tulipiga na ikahesabiwa kwa haki na tukaona matokeo, wananchi wote Kenya mzima wakafurahia. Na tungeomba tukiendelea kuishi vile my brother amesema hapa ya kwamba tumepata uhuru, tulipigana tukapata uhuru. Lakini sasa wale watu walikuja kututawala sisi wamekuwa wazungu weusi. Sio vile tulikuwa tunatarajia, matarajio yetu sio haijafika. Na hatujasema miaka 20, miaka 30, miaka 60. Hauwezi zaa mtoto amalize miaka 40 ama 50 akienda choo hajajua kujipanguza. Hati sasa ukifika miaka 60 akienda choo atajua kujipanguza. So wa Kenya, tafadhali tujifikirie kama Kenyans. Hii mambo ya tribalism tuache. Kuna sahi kuna young leaders wanajitokeza, akina Babu Wino, akina Sifuna. Mimi kama mzee ningependelea young leaders sasa wateke over hii country. Sababu tumejaribu wazee, miaka hiyo yote tumejaribu wazee. Obama akitawala kule Amerika alikuwa kijana young. Na tunahofianga kama vijana wakitokeza kama kina Sifuna. Tunahofia sisi kama wazee wanaweza hata wakawa, sababu hata Mboya akiwawa hakuwa akiwa mzee, alioa akiwa kijana. Kwa hivyo ni kitu ilipandwa mpaka leo Wakenya wanalia. But tunategemea Mungu. Sisi wazee tunategemea Mungu. Vile ndugu yako amesema labda tukipiga election nyingine tutakuwa na matokeo mazuri, wacha tuamini namna hiyo. Na nikimalizia, wapendwa, mambo ya tribalism ndio inamaliza nchi yetu. Mtu unajua tu ametajwa. Hata sheria zetu ziko na uvuguvugu fulani kama hii parliament. Unajua sasa hii parliament, Wakenya watusikize. Hii parliament ya saa hii, kuna vijana waliwawa hapa kwa parliament wakati wa pay bill, ile bill ya nini, wakawawa. Na wabunge walikuwa, unajua vijana walikuwa na hasira sababu wabunge walisema tu utapitisha, mpende msifanye nini, msipende. Sasa vijana wakajitokeza vile ndugu yako amesema, Wakenya wanaamuka sasa. Wanaamuka kutetea haki yao. Kuna watu waliuawa pale kwa parliament. Na hiyo mambo imefikiriwa,
imezungumziwa, tumekuwa na tenda agenda sijui ya UDA na ODM. Hii mambo yanazungumzwa, lakini watu walikufa kwa makaburini, ambapo hatutaki vitu kama hizo siku za usoni katika nchi yetu ya Kenya. Kama kuna mtu bila ana haki zake za kuzungumza vile tumekuja kuongea hapa, wacha aongee. Wewe ongea yako, lakini tusifike wakati wa kuua. Kuua ni mbaya. Unajua damu ya mtu sio kama damu ya mbuzi. Leo hii watu waliwawa 2007 sababu ya election. Si ndivyo? Miaka 20 imeisha. Mkitaka kujua damu ya mtu ni nzito. Baada ya 20 years tunaongeanga habari ya wale watu waliwawa. So tafadhali tukienda kwa election mwaka ujao, tungepata viongozi wale wanaweza weka wananchi pamoja. Tuache kuongea habari ya mtu yangu. Tuongee habari ya Mkenya. Alafu mambo ya ufisadi, vile brother wameongea hapa. Mambo ya ufisadi Kenya hii. Sisi wa Kenya tunajua tu huyu mtu ametajwa. Aliiba pesa. Alafu ikakorogwa, akatoka hapa akaenda kusimama kiti kule governor. Mnachagua. Kama kuna mwingine huko tulisikia alikuwa amenunua wheelbarrow ya 100,000. Kuna wheelbarrow 100,000 moja. Na anaenda kusimama kura huko anachaguliwa. Tena. Kuna mwingine kule Kirinyaga alitajwa. Anyways. Akatajwa. Pesa ikaenda hivi, watu wakaenda kona, mwishowe mambo akaenda kusimama gavana akachaguliwa. Na sio mara moja, mara mbili. Amechaguliwa mara mbili. Sasa sisi wa Kenya, na ukiuliza wa Kenya wanakuambia huyo ni mwizi wetu. Huyo ni mwizi wetu. Sasa unajua tukiendelea namna hiyo ndio umeona juzi hata tukiangalia matelevision wapendwa. Tumeona wale watu wanaingiza watoto form 1 wamekuwa kusumbuka sana. Watu wamekuwa kilia hapa. Lakini pesa imeingia kwa mifuko yao. Ile pesa ingesaidia wale watoto, imeingia kwa mifuko ya watu. So tukichagua watu, tuchague wale watu watajali maslahi yetu. Sio kuongea tu na mdomo. Alafu nikimalizia my brother, unaona hii bunge saa hii, kama kuna mjumbe alipiga kura ya yes, nyinyi wanahabari mtutangazie kila wakati. Na naomba wa Kenya, kama kuna mjumbe hapa alipiga yes ile bill, asichaguliwe tena. Mungu awabariki. You know, now I want to say very quickly. I'll respond, yeah? So there's the issue that has been raised in terms of civic education that needs to happen, right? Who's supposed to undertake this civic education? And how can Kenyans as well in their own groups, Wazalendo, Wananchi, in their own little groups become agents of civic education for us to see the change that we clamor for? Yeah, civic education, according to the law, when it comes to elections, is actually supposed to be carried out by IBC. It's IBC? Yes, IBC, they have a budget for that. National Cohesion also is supposed to carry out civic education. There is also a budget for that. So these two bodies, the IBC, NCIC, they are actually charged with the carrying out by law civic education as far as elections are concerned, so that people can vote wisely, in other words. But I want them to ask you to give Kenyans some credit when it comes to corruption. All you really need is a non-corrupt president. The corruption will end the day you have a president of the country who is not corrupt and who is not practicing corruption. I want you to remember Kibaki when he took over. He said today corruption will come to an end. People believed him. They even started arresting policemen in the road. Of course, around 6 months along the way, the Kibaki government went back to corruption na watu wakakatika moyo. Unasikia? But when people really believed in, did you see they acted? So what you need to look for is a non-corrupt president, and then you have a corrupt-free country. Don't worry about all the others who will go to jail. If you get a non-corrupt president, all those governors, all those other corrupt fellows will go to jail. When you get a CEO of this country who is not corrupt, you will assist the CEO. That's what the Kenyans were doing when Kibaki is saying the corruption will come to an end. They were in the street arresting police. Wakenya wako tayari? I think that's a question that we're asking at this point. Okay. Katika nchi yetu ya Kenya tuko na kabila mbili.
tuachane na hiyo ya 40 na tuko na kabila mbili. Kabila ya kwanza ni tajiri na kabila ya pili ni maskini. I think let's sort out that issue again. We'll just come back because we can't hear you very well. Just to come back and to continue with that. So, Prof, just from your point of view, just from what you said, that make it a little bit easier. Are Kenyans actually ready to make the decision based on the things that they see happening right now? Yeah, I really think they are. I think Kenyans are very much ready to change this country. Only if they can elect correct leadership. Our problem is electing just very interesting characters. I mean, we have got an example of clearly people who are in the public limelight for engaging in his theft. And then we give them, for example, the Grinyaga you mentioned. How do you leave Martha Karua and then you elect Waiguru? You understand? So these are the problems, but the Kenyans aren't. That shift of consciousness during Kibaki time, it tells me it can always shift again. So this country is ready to move forward, and the dissatisfaction you're also seeing is very clear there. People are ready to move. People are ready to move. I've that over to you. Yes. Okay, nilikuwa nasema ya kwamba katika nchi yetu ya Kenya tuko na kabila mbili. Kabila ya kwanza ni tajiri na kabila ingine ni maskini. Na wapendwa, tajiri atazidi kutawala maskini. Tuseme nini ama turuke juu, tulale chini, tuende maandamano, tajiri atazidi kutawala masikini. Number 2, katika nchi yetu ya Kenya watu wote wamegeuka wafanye biashara wa politician, sababu mtu akiwa amepeana pesa ili apewe ticket, na akipewa ticket aende katika ubunge, kitu ya kwanza kama alinunua hiyo tiketi na apewe hiyo tiketi yake na achaguliwe, kitu ya kwanza atahakikisha ya kwamba amerudisha pesa yake katika mfuko yake kwanza, ndiye baadaye aanze kushughulikia wananchi wa Kenya. So corruption itakuwa ni kitu kuimaliza. Maybe Wakenya wamlilie sana Mwenyezi Mungu ili corruption ipate kuisha. Maana unakuta ya kwamba tulisikia Kimwarera Ndaror, from there tukakuja tukasikia NYS, na unakuta kwamba wale mabwenyenye ama wale ambayo wako na fedha, wale hiyo kabila ya tajiri, ndio unakuta ya kwamba amefanya makosa, wananchi wamemuona, na tena hao ndio unakuta ya kwamba hao ndio tena ni viongozi tena ambao tunawachagua ili watuongoze. Je, ukiwa unajiuliza swali, huyu ameiba hii yote, na hata mwenye nchi mwenye ako chini kabisa, mwenye anatakana amshughulikie, tena tunamchukua tunamweka, yani unachukua mwizi unarudisha hapo, itamaliza aje? Okay, tuko tayari. Short and sweet. Nataka niseme hivi, sisi bado tutaendelea kupata shida. Nimesikia hapa mmesema Uhuru wakati alimshika baba hivi, baba alikuwa ni msafi, lakini Uhuru alivyomshika ikaonekana baba amekuwa mchafu. The same Uhuru amemwambia Kalonzo kuwa party leader pale. The same Uhuru ameleta Matiang'i, ndio huyu anaye hapa. Sasa leo Uhuru amebadilika, amekuwa msafi. Sasa ndio